Asante Mungu, tusimame wote. Tunaimba wimbo huu wa kipindi cha Kwaresima, fungu moja la kwanza. Kweli ni huzuni kwa kifo chake Bwana Yesu, alivyowambwa pale mtini. Yesu asifiwe. Ndugu mwenyekiti wa wilaya hii ya Mbeya, Mchungaji Hosea Mbotwa, ndugu katibu wa idara ya diakonia, ndugu mchungaji, ndugu wa Kristo wote na wote wana semina ambao tumejumuika siku ya leo, na sasa ndugu MC, naomba kufikisha salamu nyingi kutoka kamati tendaji. Baba Askofu tumezungumza naye sio muda mrefu akiwa safarini kwenda kule Dodoma kikao cha maaskofu. Nawasalimia sana na wapa pongezi kwa ajili ya semina. Mungu ameshinda. Basi baada ya haya machache, ni alivyoniambia mwenyekiti wa wilaya kwamba Masoga yeye Nandi kwa sababu chakula kiko amesema kwamba ni Kwaresima. Asante ndugu yangu, wakati acha chakula ni vitu vya dunia, wakati ni wakufunga na kuomba. Sisi tuko safarini kwenda mbinguni, chakula hatuna mpango nacho. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, nadhani mmenielewa. Sasa tutangulize haya machache tu kusema kwamba ni wakati wa Kwaresima, kipindi ambacho cha kutafakari na kuomba kama sisi ndio wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo, Wakristo wa mahali popote duniani. Wenzetu walikuwa na mfungo huo, wamekwisha tayari kuazimisha, wamemaliza, wamebaki sisi Wakristo. Sijajua kila mmoja wetu, wachungaji na Wakristo watu kwa jumla, kama kipindi cha Kwaresima tumekichukulia vipi. Inawezekana kitimoto kipo pale pale, nyama choma iko pale pale, chips ziko pale pale, inawezekana. Hakuna tofauti na siku zingine. Lakini wenzetu waliotangulia bila shaka mliona hapa na pale. Kwa hiyo tukienenda katika wakati huu ambao ni kalendari katika wafuasi wa dini ya Kikristo, ni muhimu sana kwa ajili ya kutafakari juu ya hili, tukienda pamoja na semina. Nashukuru. Mbele yetu pia tunaomba kukumbusha kwamba mwezi huu wa 4 ni wakati ambapo kuna mikutano mbalimbali ya semina na mikutano mingine inaendelea mahali mbalimbali katika shirika zetu. Lakini kwa upande wa vijana wetu wa USSF, yaani vijana walio katika vyuo vikuu vya kati, watakuwa na mkutano wa taifa hapa Mbeya
na kipekee katika sekondari ya St. Mary's ambapo utafanyika mkutano wa mkubwa wa kitaifa unaopokelewa hapa. Kwa kawaida USSF na vyuo vya kati kwa upande huo viko vinatazama sana, ikiwa ni pamoja na WAKWATA. Kanisa la Moravian ni wahusika wakubwa sana katika maeneo haya. Nilituma barua katika shirika kwa ajili ya kuchangia, kwa sababu makanisa yote tunahitaji kuchangia kwa ajili ya mkutano huu. Juzi tulikuwa na mkutano wa maaskofu pale Betheli, kanisa la Kiluteri, ambako mojawapo ya agenda ilikuwa ni kuzungumzia, kusisitiza juu ya umuhimu wa mkutano hii. Kwa hiyo wale ambao tuliwaomba kama ofisi kuu ya jimbo, muda wake umefika kwa barua zile tupate kukusanya hizo sadaka ili tayari kukusanya katika ofisi za Jumuiya ya Kristo Tanzania kimkoa, tayari kwa mkutano mkubwa kitaifa ambao upo kwetu. Basi naomba hilo kuzingatia, na taendelea kuwakumbusha kwa muda huu ambaye ni katibu au mwangalizi wa idara hiyo kwa upande wa Jumuiya ya Kristo Tanzania kwa USSF na Mchungaji Siwiti, kwa mpe ushirikiano kwa ajili ya kukamilisha hilo ambalo liko mbele yetu katika mwezi huu unaofika. Natumai kwamba wote wachungaji wamefika, Mchungaji Mboto kutoka dinari zote zetu za wilaya ya Mbeya kama tulivyopendelea. Kama nilivyosema, na wakati fulani tumependelea kuleta wengine kama kina John ambao walitoa semina katika wilaya yetu ya Mbeya muda uliopita, na sasa hiyo ndio kunia katika hiyo. Kwa hiyo ninyi mpo karibu na jikoni, mnapokea na wengine hawawezi kupata. Bila shaka sina hakika kwa upande wa wilaya kama Mbalizi ama Chunya ama kule Mbarali. Kwa hiyo tunao bahati ya kuwa karibu na Chungu. Hongereni sana. Tumekuwa na muda wa pekee kwa upande wa kutafakari hasa nini dhumuni la semina hii. Tunashukuru pia wote kutoka Mission 21, lakini pia na kutoka wengine wakufunzi kutoka idara ya uchumi, mpango na maendeleo ya jimbo. Wengine wote kuwepo kwa ajili ya semina hii ambayo tumekuwa na furaha. Amekiri hapa MC kijana kwamba imekwenda vizuri. Bila shaka ikisema kama MC wakati fulani wanapamba uongo, anakuta mambo kumbe yalikwenda mrama. Nikirudi nitazungumza na katibu wa idara Gohenge kama MC anasema kweli au namna gani, lakini akisema uongo wakati wa polisi kutabidi uje kuungana. Tumekuwa na nafasi ya kujadiliana mengi bila shaka, lakini vile vile tumekuwa na kazi ya kutafakari kwa mara nyingine juu ya udiakonia huduma hii ambayo katika jimbo letu haikuingia sio mrefu kama jimbo lilivyoanza vile, kwa ushirikiano na mapana yake na katika utendaji wake kwenye shirika zetu, kwamba inagusa kabisa habari za maisha yetu yote kwa ujumla, kipekee na hasa kwa walengo wahitaji wenye maeneo mbalimbali. Lakini vile vile tumekwisha kuangalia juu ya haki za wenye ulemavu ambao mara nyingi wametengwa sana na jamii, wamesahaulika sana katika hali hiyo, kana kwamba wao waliomba kuwa na hali hiyo. Wakati fulani ningesema hebu tubadilishane kwa muda na sisi tuwe katika hali hiyo. Kwa hiyo katika hali tungeona vipi umuhimu wa kuwa karibu na ndugu zetu ambao wapo katika maeneo haya. Bila shaka mmetafakari vizuri juu ya maeneo haya ya hawa wenzetu ambao ni wanadamu vile kama sisi tulivyo. Lakini wakati ule tumekuwa na nafasi ya kufundishana juu ya habari za ujasiriamali, shughuli za kila siku, kila mmoja wetu mahali tulipo, ajaliwa mwanamume au mwanamke,
Jana nilikuta mashindano fulani, nilikuta wanawake wako mahali fulani wanajadili juu ya habari za wanaume na wanawake, kuonyesha kwamba wanawake hawataki kujishughulisha eti kwa sababu mwanaume anasema ni kichwa cha kanisa, yeye ni tegemezi, kwa hiyo yeye ni msaidizi, hawezi kufanya chochote. Anapoondoka anaweka mezani. Sasa anaweka mezani zilizotoka wapi? Wewe za kwako unaweka mezani? Sikira watu ndio kujifunza habari za ujasiriamali. Na sasa wewe baba, wewe unatoka unamwacha baba unaweka mezani, mnagombea ameshinda. Sasa ujasiriamali unatufanya usawa wote. Kitu kama wote tungekuwa vichwa vya nyumba ama wote namna gani, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo somo la ujasiriamali linatuweka sawa. Na wewe mwanamke ukitoka weka mezani, mwanaume ukitoka haya na weka mezani. Sio kutegemea tu mwanaume peke yake kwamba ndio kuweka mezani. Halafu za kwako ukizipata unajua zinakwenda. Lakini zaidi hayo ni juu ya maandalizi mazuri ya utoaji wa ripoti zetu, kwa sababu tunapokea sadaka za watu wengine kutoka nje ya nchi yetu ambao wanatoa sadaka hizi. Wanapenda kujua matumizi na mwendo wa yale ambayo kidogo yanakwenda namna gani. Sio kusahau kuweka kwenye kumbukumbu na kuona kila kitu kimeenda kwa utaratibu mzuri kwa jinsi kama hiyo. Kwa hiyo tumekuwa na muda mzuri sana wa kutafakari yote haya kwa ujumla. Kwa hiyo tuyachukue kuyafanyia kazi. Isiwe kwamba tu yanabaki hapa kwenye makaratasi, yanabaki tu katika makutano haya. Tukitoka nje ya jengo hili, basi tumekwisha kusahau yote, yanabaki hapa. Kuuliza mwakani au tukutana wakati fulani, leteni ripoti ya haya tuliyowekezana, tunatazamana usoni, alafu tunaanza kutunga uongo. Na wanaosema Watanzania wazungu kutunga uongo, mpaka nchi zingine wanasema hawajadiliani nao. Kisha muone tu Mtanzania yuko hivyo, hawamuulizi swali, weka ndani. Maswali mengine tutakutana nayo yanapotoka nje mpaka yao. Kwa hiyo tumekuwa wataalamu sana wa kutetea kwa nini haya hawakukamilika na kuyaratibu na kuyaandika katika kumbukumbu, na wakati mwingine kujua mambo yameenda namna gani. Kwa hiyo Mungu Baba wa mbinguni atujalie kuishi katika hali hiyo ambayo tupate kuenenda nayo baada ya semina hii. Basi ndugu zangu, kama kawaida, kuzima kukolea sio mwisho wa uzima. Maana yake ni kama hivyo, na kama tunahitimisha semina kwa siku ya leo, lakini maandalizi ya semina nyingine ijayo, lakini vile vile kwa ajili ya utekelezaji wa yale ya semina, kwa maana yasibaki kwenye makaratasi kwenye masikio yetu tu. Kwa Mungu tujalie kuyatumia haya. Huu ni ufalme wa mbinguni, hapa tumekuwa paradiso. Natumaini kwamba katibu wa idara ya diakonia ameandaa kila kitu vizuri, na ndio maana ndugu yangu alikuwa anasema ufupishe sana nusu ya Yemenani, kwa sababu katibu wa idara amefanya vizuri kama mahali paradiso. Tunakula vizuri katika haya. Kwa hiyo niwatakie wakati mzuri kwa wakati mwingine ambao uko mbele yetu. Basi kwa nafasi ambayo nilikuwa nimepewa kwa dakika zangu, bila shaka nimezitumia vizuri, nusu ya Yemenani nimejitahidi. Basi naomba kuchukua nafasi hii kusema kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, naahirisha kama si kufunga semina hii mpaka kwa wakati mwingine. Amen. Na watakia Kwaresima njema na Pasaka njema. Asanteni sana.